Je, simu yako imekuwa ni nzito katika kufungua application au wakati unaiwasha inakuwa ni nzito kufunguka, ni nzito kuashika, inachukua sekunde nyingi, sekunde 5 kwenda juu. Ukiona tatizo hilo jua kwamba simu yako ni nzito. Sasa cha kufanya, kuna setting ambazo utazifanya katika simu yako ili kufanya simu yako iwe na speed ya ajabu. Wakati unafungua application iwe na speed ya ajabu. Mfano kama mimi hapa nafungua application hapa, inaenda na speed ya ajabu kabisa. Nafungua application ya setting, inaenda na speed ya ajabu. Unaona? Mara moja tu. Sasa cha kufanya kabla sija kufundisha, bonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ili niendelee. Tayari ushabonyeza subscribe. Okay, sawa. Sasa twende tafute sehemu ambayo imeandikwa setting. Twende setting. Katika application ya wanaita setting, hapa ndio kwenye maujanja yote hapa. Twende kwenye setting, kisha chini huku tunakuja kwenye sehemu ambayo imeandikwa about my phone. About my phone yako itakuwepo ipo chini huku kabisa, lakini yangu mimi ipo hapa juu. Yako itakuwepo chini, mimi yangu ipo hapa juu. Tutafungua hapa. Baada ya kufungua utaona maneno mingi hapa yamekuja. Kuna model CPU, kuna RAM, kuna rear camera, kuna front camera, kuna battery screen, kuna na Android version, kuna version info, kuna phone information, warranty card, legal information, user experience, improvement plan. Sasa sisi tutabonyeza hapa palipoandikwa version info. Baada ya kubonyeza version info, kutakuja na maneno model, serial number, SOS version na mambo mengine kabisa. Baada ya hapo utabonyeza ile neno lililoandikwa build number. Ile neno hili ndo hapa ni kwenye siri yote hapa. Hapa ni kwenye siri yote kabisa. Bonyeza ile neno mara 7, build number 1 2 3 4 5 6 7. Sasa baada ya hapo itaniletea neno huku chini, you are already a developer. Kwa sababu mimi nilishafanya hichi kitendo, imeniandikia no need, you are already a developer. Wewe itakuandikia you are already a developer. Baada ya hivyo tutarudi tutaenda kutafuta sehemu ambayo imeandikwa system. Huku chini kabisa huku. System. Baada ya hapo tutashuka chini, tutaenda kutafuta sehemu ambayo imeandikwa developer option. Ipo chini kabisa huku, developer option. Hii hapa, tutaibonyeza. Baada ya hapo tutaenda sehemu ambayo imeandikwa transition animation scale. Ipo chini huku kabisa. Tutaenda chini huku. Utaenda usichoke, twende usichoke. Tutakuta hapa window animation scale, kuna transition animation scale, kuna animator duration scale. Sasa sisi tutadili na hizi tatu hizi. Hapa ni kwenye siri nyingine hapa. Tutabonyeza ile neno window animation scale. Baada ya hapo tutaona animation off, kuna animation scale, kuna animation scale 1 mpaka scale 10. Sasa hapa sisi ukibonyeza wewe itakuletea hapa kwenye animation scale 1. Sasa utatoa hapa kwenye animation scale 1, utaweka hiki kidude hiki kiwe kwenye off hapa juu kama mimi nilivyofanya. Hapa juu animation off utageuka kiwepo hapa kama mimi nilivyofanya. Haya. Utakuja na hapa transition animation scale, utaweka off pia hapa juu. Kisha animator duration scale utaweka off pia hapa juu. Baada ya hapo tutakuja chini huku. Tutatafuta sehemu ambayo imeandikwa background process limit. Hii hapa hii background process limit.
background process limit, tutabonyeza hapa. Baada ya hapo wewe utaona hii imewekwa kwenye standard limit hapa juu, imewekwa kwenye standard limit. Hasa hapa tutaenda kuweka kwenye at most 1 process au at most 2 process. Utachagua moja unaotaka wewe hapo. Mimi nitaweka 2. Baada ya hapo hii background process limit inaenda kuzuia wakati upo kwenye mfano upo WhatsApp. Inazuia mfano umechagua at most 2. Itaenda processor ya simu itaenda kushughulika na app 2 tu, haitoshughulika na app nyingine. Ukiweka 1 itashughulika na moja tu, ambayo ile ambayo upo unatumia muda huo. Sasa baada ya hapo itakuwa tumemaliza kila kitu. Utaenda kutest simu yako, je, imeongezeka speed au imepungua? Ikiwa imepungua niambie, ikiwa imeongezeka niambie pia.